Tunasikizana vizuri. Kwa nafasi hii, kuanzia asubuhi katika hayo ambao umejifunza au umeyasikiliza. Natamani kila meza itoe yaani katika mafundisho wamejifunza nini na kwa wao kwenye neno leo wanafanya nini ili tujue hapo tunatokaje. Tunakuja kujifunza. Tumekuja kujifunza sio? Ushirika. Sasa tunaanza kuanzia meza ile kule mwisho, bado ndio wanasinzia kuanzia asubuhi. Ile meza kule mwisho. Tutaenda kwa kuliko na meza inafuata sehemu nyingine. Mimi kwa leo nimejifunza ushirika ni biashara. Jukwaa la leo limekuwa la tofauti na mwaka jana. Tumeweka mabanda nje na wapenda kuwaongeza hapo kwa sababu ni biashara. Tutoke nje tukawaungishe watu tukiwa tunatoka hapa ili wajue ushirika ni biashara. Ndio nimejifunza mambo mbalimbali, lakini mojawapo ni umuhimu wa kutumia mifumo mbalimbali kwenye masuala ya vyama. Pia umuhimu wa kutuma taarifa mbalimbali kwenye mfumo wa Mungu ili kurahisisha utendaji au uandaji wa taarifa mbalimbali za SACCOS. Ukikopa hakikisha unalipa. Kwa hiyo hakikisha ukienda kukopa unajua unaenda kufanyia malengo gani ili kuweza kurudisha ile fedha. Asante. Asante. Kwanza kwa nafasi hii nimpongeze maandalizi yaliyofanyika kwa ajili ya mkutano huu. Maandalizi yamefanyika vizuri na pia nipongeze hotuba ya mgeni rasmi. Tumezungumza mambo ya msingi sana. Na kama tumesikiliza vizuri, mimi nafikiri itakuwa dira ya kutuongoza katika mafanikio katika kipindi kijacho. Asante sana. Tumejifunza kwamba vyama vifunge hesabu kwa wakati na kuwasilisha kwa ukaguzi. Asante. Nimejifunza kwamba tutachangamke kuongeza wadau kwenye vyama vya ushirika. Sawa. Haya, hapa aliyechaguliwa. Ushirika kwa upande wetu tumejifunza kwamba tuingie kwenye mfumo wa kidijitali kwa sababu kama tulivyoona watu zile SACCOS zote zilizopata zawadi kwa katika SACCOS 14 ziko kwenye mfumo. Kwa hiyo na sisi tunahitajika kuingia katika mfumo ili tuweze kujijenga zaidi. Mimi hapa tumejifunza kwamba inabidi tujaze dodoso za mwaka 2024. Asante. Haya, makofi. Alisikia dodoso 2024 ijazwe. Hapa alichaguliwa. Ambacho tumejifunza sisi kwamba tunahitaji kuongeza wanachama au ushirika sana. Ushirika kwa upande wetu tumejifunza vitu vingi kupitia jukwaa hili la maendeleo ushirika mkoa. Cha kwanza tumefundishwa kuwa na nidhamu ya fedha, usimamizi ya mikopo, kwamba tunapokopa turejeshe mikopo yetu kwa wakati ili na wengine waweze kupata hiyo mikopo na kuondoa maendeleo. Pia tumepewa maelekezo au mwongozo wa sifa tunazotakiwa kuwa nazo kwenye shirika zetu, kwenye SACCOS zetu, ambazo tukitekeleza kwa wakati, basi wengi tutakuwa na SACCOS zetu zitakuwa bora na itafikia kipindi na nani tunaweza kupata mtu wote tulioko huko ndani. Ambapo katika hivyo vitu ambavyo tumepewa angalizo ni katika kufunga hesabu kwa wakati, kushiriki shughuli za ushirika mbalimbali, kukuza mitaji ikiwa ni pamoja na mali za shirika zetu, na kingine tumeambiwa pia tuwe tunafanya hisani kwa jamii, na kingine pia tutekeleze maendeleo mbalimbali ambayo tunatakiwa
kuyafanya katika kuendeleza sayansi zetu. Ushirika. Makofi. Upande wetu sisi tumejifunza kuhusu habari ya benki ya ushirika. Benki ya ushirika tumejifunza kwamba ni vyema SACCOS zetu zikanunua hisa kwenye benki ya ushirika. Kuna akaunti mbalimbali katika benki ya ushirika. Kuna akaunti ya Mama Afrika, kuna akaunti ya Baba Afrika. Pia kuna akaunti binafsi na akaunti za watoto. Asante. Kujifunza kwamba pamoja na wenzangu wote wamesema watajifunza, lakini tunataka kuongeza kwamba wajumbe wa bodi waweze kusimamia eneo wanaoongoza kwa pamoja, kutumia haki na kweli, ili inapo kama kunakuwa na mgogoro wowote waweze kusuluhisha kwa haki, ili kuweza kuwavuta wanachama wengine wape SACCOS zetu. Ili pamoja na kwamba kuna watu wengi wametaja sana mambo tuliyojifunza, lakini kipekee ile mara kwenye benki ya ushirika, kitu ambacho cha kipekee ambacho tumejifunza kwenye benki ya ushirika ni kuwa mtaja baba, wakati taasisi nyingine zote hakuna baba mtaja baba. Kwa hiyo ni benki iliyojiweka imara kwa ajili ya washirika. Asante. Asante. Naweza kutoa pia maoni kutoka sisi kwa umoja wetu tumejifunza mambo mengi, lakini tuna ya muhimu ambayo tunayaona na wengi wamezoea kwamba mabadiliko ni lazima na ni ya muhimu kimuundo, kisheria na kimkakati. Kwa lazima tuingie mabadiliko ili tuweze kusonga mbele. Lakini cha zaidi pia tumejifunza kuhusiana na mikopo katika ushirika, kwamba ni vyema unapokopa usipeleke buku kakopo kuongeza buku. Ni vyema ukalipa marejesho ulichokikopa kurejesha, ili pale unapohudumia mfadhili bora. Nilimwangalia mgeni wetu rasmi, nilijifunza kwake mambo mawili. Kwanza, unyenyekevu wa kutambua walengwa waliopo na walengwa waliotenda jambo. Wanaitwa siri. Walengwa waliofika, jambo la kwanza alitoa shukrani kwa kufika kwenu na kwa kujali kwenu. Maana mmepata ujumbe, mmepata barua mkafika. Lakini sijajua kwamba hapo ulipo, wote hapo mlipo, kwamba umetakuwa nafasi yako, kwamba uko hapa kwa ajili ya mtu mwingine aliyekunyoshea kidole ukawa hapa, ili ujali yale ambayo unajua kuchukua hapa. Kwa hiyo ni vizuri katika SACCOS zetu na katika ACCOS zetu, tunapokuwa na wale wakulima au wale wanachama wa SACCOS, ni vizuri tuwaonyeshe upendo, tuwaonyeshe ukarimu, tutambue kwamba ni watu wetu ambao tunapaswa tuwapongeze. Mrajisi wetu mara nyingi huwa anazungumza akisema, tunapokaa na wateja wenu, wakulima wenu, wanachama wenu, ni kwa nini msitengeneze hata kahawa mkani pamoja? Wewe ni kuangalia tu wewe ulikuza kilo ngapi, haya, hiyo, haya. Lakini hamna hata siku moja unapongeza. Kwa hiyo mgeni rasmi hapa alionyesha kwamba ni vizuri hapo unapohudumu kuwashukuru wale walio. Alitoa shukrani hizo. Lakini akatoa shukrani kwa waandaaji wa jukwaa hili. Ili jukwaa sijawahi kuingia tena tangu nimezaliwa. Hapa sijawahi kuingia tena. Lakini kwa sababu ya umoja wetu, ushirika wetu, tumeweza kuwepo hapa leo. Na inaonekana hata hujawahi kuingia tena.
Alafu wakati una pesa yako sio unakaa tu hivi. Nichukue nafasi hii kuwashukuru waandaaji wa eneo hili, lakini ni mshukuru pia za ushirika kwa kazi njema hii ambayo tumehoja hapa. Ilikuwa ni kamati ya maandalizi. Nimekula na bado ninaendelea kula. Ushirika. Nimekunywa na bado ninaendelea kula. Si jambo la kawaida. Wapenda si jambo la kawaida. Kuna vielele kufanya nini? Basi lakini ili jukwaa letu liendelee vizuri, ni vizuri mkawe waaminifu katika vyama vyenu, katika sako zenu na katika hapo zenu, ili muweze mkapokea taji. Hapa nimepokea taji mbili. Nimepokea zawadi mara mbili. Ampos Pole nimepokea mara mbili. Kwa sababu tu ya uaminifu wa kufanya kwa uaminifu na kujali wale tunaohudumia. Asante. Tunajifunza namna ambavyo ukuaji wa vyama vya ushirika na mapinduzi makubwa ambayo yaliyotokea kwa wanachama mmoja mmoja. Lakini vilevile pia tunaona umuhimu wa kutumia mifumo katika kuendesha shughuli zetu za vyama vya ushirika. Lakini tunaanza vizuri kwenye mfumo wetu wa nguvu. Somo la elimu kwa mapinduzi. Lakini tatu pia tunaona namna ambavyo elimu inaendeshwa kwa ufanisi mkubwa. Lakini vilevile pia leo tunajifunza umuhimu wa jukwaa. Wanaushirika mkoa mzima wa Arusha tunakutanishwa eneo moja. Nafikiri hivyo vile ambavyo tumejifunza kwamba ili tuweze kumiti vigezo vya kuweza kupata hati au tuzo, hatuna budi kushirikiana na ofisi ya ushirika katika wilaya ambayo unatokea au halmashauri ambayo unatokea. Aidha, ni vizuri vile vile kufanya shughuli zote hizi zinazohusiana na AMCOS kwa kutoa taarifa kwa wakati na ikiwezekana kushirikiana na vyama vya ushirika na AMCOS ambazo tuko nazo karibu. Kwa hiyo tunaweza tukafikia malengo ya kupata hati au tuzo ambazo ni namba 1, 2, 3 na kadhalika, na hatimaye tutakapokuwa tumetimiza vigezo vyote, vigezo vingine vitaibuliwa kwa ajili ya kufikia malengo ya ushirika. Asante. Sisi hapa kwa meza tumejifunza na mengi na wasafa hapa, lakini wale wengi binafsi nisiongelee wenyewe wa watu wengine. Binafsi nimejifunza mambo makubwa sana. Mara ya kwanza nimekuja, lakini kuna kitu kubwa nimejifunza. Cha kwanza nimeona wimbo sio wimbo mbaya, wimbo mzuri. Kwa hiyo kwa zile tuzo zilizolemewa na mimi nitamani chama changu ninachokipata. Sasa nitapataje? Pamoja na kupata cheti bado haijatosha. Natamani nipate tuzo. Na hiyo tuzo haiwezi kupatikana hivi hivi. Tumesikia vigezo ambavyo vinatakiwa tufanye ili tuweze kupata tuzo. Kwa hiyo nimejifunza hiyo, na nikitoka hapa kabla sijaondoka kwenda kwenye chama changu, nikikufuata wewe nilipata tuzo, basi nikakuomba ushauri, msinyime ushauri, kwa sababu tunatamani kusonga mbele, hatutamani kubaki hapa tulipo. Lakini jambo lingine nimejifunza kuhusu habari ya bodi. Tumesema bodi wana wajibu wa kusimamia watendaji ili waweze kufanya kazi zao kwa ukamilifu na kwa ufasaha zaidi.
Lakini sio hilo tu, lazima tuajiri watendaji ambao wanaendana na wakati wa leo. Kwa hiyo ili chama kiweze kuongezeka au kiweze kukua, tunapaswa kuwa na watendaji sahihi wanaoweza kuendana na teknolojia jinsi inavyokwenda. Kuna watu wengine tunawatendaji wetu pengine kwenye vyama vyetu, pengine hawajui hata kufungua kompyuta kama tulivyopata pale kusikia, lakini sasa nimejifunza jambo hapo. Ili chama kiweze kwenda kwa kasi, lazima tuwe na watu sahihi kwa wakati sahihi ili tuweze kufanikiwa zaidi. Amina. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo nilipata hapa. Unajua unapokutana na watu wengi kuna kitu unajifunza. Kwa hiyo tukikaa tu lazima tuangalie kwa wale wanafanikiwaje, wale wanaenda vipi. Kwa hiyo na vile tulipopata wale wadau mbalimbali waliposema mambo mengi, kuna vitu vidaka. Kwa hiyo nitatoka hapa, nitaenda kwenye chama changu na mimi nitapeleka hivi watu kama jinsi walivyotuma. Kwa sababu sikuja kama mzee wangu alivyosema akikuja tu, ila kuna watu walichagua kuja kuwakilisha hapa. Kwa hiyo niombe sana wenzangu, tulioko hapa tuendelee kujifunza, lakini baada ya kujifunza tuende kwenye kazi. Tumesema ushirika ni biashara na ni biashara kutoka Wagogo. Nauza vitu vyote vya ndani, hivyo nawakaribisha wote kwa mashuka kwa bajeti vyote tutakuja kwao. Hilo ni moja. La pili, kuna kama alifundisha kuhusu swala la muda. Alisema muda ni mali na muda ukikutupa haurudi. Hivyo mimi pia niwasisitize wadau, maadamu afisa shirika radhi kwa ajili ya siku ya leo, basi kesho tuwahi tufanye mambo kwa muda ili tuweze kutoka kwa muda. Hiyo namba 2. La tatu, kuna mdau kutoka TCGL alitusisitiza kuhusu uwekezaji na kuna baadhi ya asilimia tujazitimiliza. Naamini kama sakosi zetu wote tumeshaweka kila kama sakosi, lakini pia tumesisitizwa binafsi. Kwa binafsi natamani somo lake liendelee, ama kama tunaweza kuwapata kwenye vibanda vyao ili waweze kutuelezea watu binafsi tunawezaje kununua hisa katika benki yetu na hisa hizo za watu binafsi zinaanzia kiasi gani. Na mwisho ni kuhusu sakosi za mikopo zinazotoa mikopo. Wametusisitiza kwamba tukikopa turejeshe kwa wakati ili na wengine waweze kukopa na mfumo uweze kukua. Asante. Jamani tusikilize. Tunajifunza kuwa urejeshe kwa wakati na wanachama wengine waendelee kukopa na chama kupata faida. Maana chama hili liweze kupata faida lazima tukope na turejeshe kwa wakati. Kingine sio kujifungia tu wenyewe na tukajua kuwa tunafanya mambo mazuri, kumbe tukikaa inakuwa kama haya tunajifunza zaidi. Nafikiri hayo ndio ni asante. Sisi tumejifunza kwamba ushirika jenga ulimwengu, lakini tumejifunza pia kwamba ushirika ni injini ya mambo yote. Lakini vile vile tumejifunza kwamba wana ushirika wa sakosi na wengineo wajiunge kwa wingi katika ushirika wa SCCT. Sasa